Hisia za mapenzi kweli hisia na alafu mke wangu, unajua tena unanipandisha stimu. Situende basi chumbani tukamalizie hii furaha wote kwa pamoja. Tuwai basi. Nitunuku penzi lako tamu tamu. Nipe utamu nipagawe nawe dia. Hisia penzi. Si mimi nakuongelesha Shem, nini hiki unataka kufanya? Hebu leta hizi dawa. Shem, mbona sielewi? Basi njoo tukae hapa tuongee. Shem, maamuzi gani unataka kufanya? Hapa nishakuongelesha mara kibao, na hata nikitoka hapo nishakuambia kuwa usifanye lolote baya. Mbona unataka kufanya hivyo? Shem, nimechoka umuriani. Ndugu kwa hanipendi totally. Nasema simpendi mtoto. Kwa wazazi wenu hawanipendi, wananiongelelea vibaya. Like ungeacha tu nifanye kile nilikuwa nafanya. I'm very tired. I don't know why you interfere. Shem, listen to me. And listen to me very carefully. Though nasema mume wako hakupendi, but I've told you several times that nitakaa na yeye na tutaongea. Mbona nimetoka na rudi nafanya vitu vya ajabu? Sasa acha nikwambie shemeji yangu. Mimi nitakusaidia. Kwa sababu hadi dunia bado inakuhitaji. Nishakwambia ile unalolifanya hata kwa Mungu alimpendeza. So listen. I promise that I will help you. Sawa. Mimi nitakusaidia. Na maisha yatabadilika mbona? Wewe ni kaka yangu. Sawa. Ndio mimi ni mdogo, lakini nitakaa naye vizuri na atanielewa. Naomba unisikilize vizuri. Sawa. Umenielewa? Nimekuelewa shemeji. Huyo akiingia tu hivi nawakalisha wote. Na nitamwambia atanielewa. Hivi nikuulize, kama yeye bibi yake ajanisikiza au shwari wa data kusikiza? Umenielewa shemeji? Nimekuelewa shemeji. Wewe nisikia amani. Mume wako tu akiingia nitakaa na yeye, kila kitu kitaenda sawa. Anajua yeye pia anapata msukumo huko, but mimi nitamweka kwenye mstari. Yana atanyooka. Good try. Mimi nitamwambia ukweli wake wote. Najua mume wako ni mtu mzima, lakini vitu anafanya walai hadi sivielewi. Bro, kidogo bwana, tumekusubiria muda sana hapo. Unaongelesha mimi kaka? Ya, kuna mazungumzo hapo. Mazungumzo? Ndio. Okay.
umeniambia kuna jambo la kuzungumza. Ndio. I hope it's something genuine and something important. Si jambo la upuzi. Yeah, it's an important issue. Labda ni suala la kuhusu masomo yako shuleni huko chuo kikuu. Si swala la shule hata. It's about our family hapa. Our family? Vipi? Chakula tayari umeshakiombea au? Naam, mume wangu. Nilikuwa nishaombea. So, it's already prepared. Oh. Yeah. Umenunua pishimu? Mbona iko vizuri? Hapana shemu. Sijanunua. Mbona nimetengeneza mimi mwenyewe. Nimechanganya tu maembe, machungwa hivi. Wow. Mashallah. Kitu iko fine. Iko vizuri. Yangu bana. Si unajua kuchagua? Kwa sababu siku hizi si rahisi kupata msichana ambaye anajua kutengeneza vizuri kama hivi. Kwa sababu watu wengi siku hizi naenda napika makaroti tu, anatengeneza vitu vieleweki. Wengi wao wanapika tu vitu vieleweki bana. Mpaka ukila mwenyewe ile kitu na it's like disgusting. Kaka yangu. Ni mtu wa bahati. Mwenyewe ile natamani nipate mtu kama shemu hapa, basi ningeringa ile hatari. Usijali, kawaida tu. Unajua pia kwenye maisha lazima ujipange vizuri. Na pia lazima uchague kitu ambacho kitakuridhisha moyo wako. So mimi mwenyewe hiyo ndio furaha yangu. Unaionaje maisha huku mjini ukilinganisha na kijijini mahali ulipokuwa? Maisha kijijini na mjini. Ile kwa haraka maisha ya mjini yako vizuri sana kuliko kule kijijini. Ndio korosho mzee mpaka ni ile tumbo la zoea ukienda msalani apige kuja wai. Ni mbaya lakini naona kidogo sasa hivi maisha huku kidogo ni mazuri. Feel free kabisa huku. Wajisikie huku nyumbani, kula kabisa, chakula kipo kingi. Mke wangu nitamwambia akuletee kingine. Shiba tu vizuri. Kula tu pole, chakula ni kingi sana. Feel free. Asante, mimi niko sawa bro. Niko sawa ndani basi. Uko sure? Tupatane baadaye. Alafu wife. Chakula cha leo kitamu kweli. Nashukuru kwa kunisifia. Hadi nashangaa kitamu kama ulivyo. Awe mume wangu. Mume wangu. Napenda utani sana wewe. Hapana, kawaida tu. Ndio maana nakupenda. Alijua hilo. Alafu mke wangu, unajua tena unanipandisha stimu. Situende basi chumbani tukamalize hii furaha wote kwa pamoja. Tuwai basi. Nitunuku penzi lako tamu nipe utamu nipagawe nawe dia. Hisia penzi. Mambo kaka. Poa. Mbona unaonekana mpweke? Kuna tatizo labda? Ni hali tu ya maisha. Karibu kae. Asante.
Nilikuwa katika pitapita zangu na ghafla nikakuona, na unaonekana ni kama mtu mwenye mawazo. Linalonishangaza kabisa, wewe ni kama mgeni kwa mtaa, juu sijai kuona. Mawazo, niko na mawazo kwa sababu napitia hali ngumu katika maisha kiasi, lakini hiyo sikupe shida. Kuhusu kwa mgeni kwa mtaa, ni kweli mimi naishi tu hapo mtaa pili kwa bro wangu, nilikuja huko. Nakaa mtaa pili hapo. Nilikuja juzi huko na kakangu. Sasa katika mtaa mimi si mwenyeji vile. Ndio maana niko tu nimechill. Jinsi ulivyovaa vizuri, ni changamoto gani unapitia? Mambo ni mengi dadangu. Sasa itabidi tu napata sometimes na akili na mambo mengi ya kuwaza nini. Vitu kama hivyo. Unaweza nieleza ni changamoto gani unapitia? Labda naweza nikakusaidia. Shida nilionazo nitakueleza kama tu tutapata muda mwingine kuonana na kuongea. Ila kwa sasa naomba tuziache kiasi. You say so. Ni sawa basi. Acha nifike penye nilikuwa nawahi. Tutaonana wakati mwingine. Msamani. Sawa, ni sawa kama unaondoka, lakini unaenda hivyo sijui next time tutapatana wapi na tuna hata mawasiliano. Wanajua kiniacha namba zako. Iko tu sawa. Naweza kuita nani? Naitwa Leti. Jina zuri, mashallah. Asante. Samahani kaka, mimi kwa sasa sina familia humu ndani. Unasema hauna familia? Hilo halikuhusu sana kaka, ila unaweza niambia chenye umeniitia hapa. Niko na sekunde za kuhesabu hapa. Unanipata? Unaona hizi? Yaani kidogo mtu tu hapo afariki pale. Nimemkuta na kunywa dawa, anataka kujitoa uhai. Na hii yote ni kwa sababu yako. Na hii sababu ni wewe, bro. Unamtesa kwa watu yani. Walai. Hajafa bado mtoto. Hata angekuwa shakufa. Sikufiki kiumri, lakini kwa vitendo ninavyovifanya, yani ni vya kinyama. Shem, si nilikwambia, umesikia venye amesema, ungeniacha nife, nilikwambia hata ungeniacha, unaona? Tulia shemeji yangu. Bro, mimi ninachokuambia tu, naomba umpe nafasi mtoto wa watu, kwa sababu kutozaa si chaguo lake. Samahani sana mdogo wangu. Ila hapa sidhani kama kuna mazishi. Nashangaa mnanuna sana, mnalialia. Hamna mazishi hapa ndani. Na kwanza nimeishi naye huyu, nimemzagamua mara nyingi. Nimemzagamua kwa miaka 5. Ila hakuna matunda, sipati mtoto. Kijijini kule napata maneno makali. Things that don't keep me comfortable. Matusi hayo bro. Mimi nimekuita hapa we discuss on this issue, then vitu viende vizuri. Mbona sasa unaanza kuleta matusi mbele ya shemeji yangu hapa? Kijana, you cannot advise me anything. Wewe nimekulea ukiwa mdogo. Kwa sasa kama urudi kuishi hapa, pia wewe unaweza rudi kijijini ukakae kule. Wewe baada sijui unasubiria nini hapa? Ungekuwa shaenda kwenu. Mimi natafutiwa bibi mwingine kijijini. Kaka. Usiongee neno mimi. Nitakuvuruga na nikuvae mara moja. Hilo ni neno la mwisho. Sasa unanitishia wewe ni mkubwa wangu, lakini ninachokuambia ni ukweli. Yaani unakosea yani. Sijui unanipata? Yaani unakosea kinoma. Wajua naweza watimua nyote wawili hapa. Mwende na msiwahi rudi mpotee kama mizimu vile. Idiots.
Nimekuita tuzungumze ili mambo yaende sawa. Kaka, kama pia wewe hujaridhika kukaa hapa, tokeni mwende nyote. Na kama vitu nimeshindwa kufanya, unaona unaweza fanya zaidi, fanya na yeye. Ona sasa. Wewe, heshima. Usinipoint wewe. Wewe, atudie. Hii ni mara ya mwisho. Wewe, ikuwe mara ya mwisho kuninyoshia kidole chako. Naweza nikakupa vaa. Wewe pia ni mdogo wangu. Kaa chini. Cheza chini. Sitaki pre nyingi katika hii nyumba. Na kama umeshindwa kijijini. Hapa hakuna msiba. Sitaki kuona watu wana huzuni kama kuna matanga mtu aliyekufa hapa. Nimewapa siku 2. Mwenye anaridhia kukaa hapa ni wewe tu peke yangu ndugu yangu. Huyo mwingine ashike kirago. Pia kama wewe unajisikia hauko comfortable, you can leave. Tiso shambul. 5 years. Nyamaza. Usilie. Haya mambo ya dunia. Sawa. Kwa hiyo wewe vumilia tu, yatapita. Yataisha tu. Alafu mume wako mimi nitamnyoosha. Sawa. Mimi nitamnyoosha. Shem. Nini mbaya? Mbona mbio mbio? Kwani kumetokea nini Shem? Mbona mbio? Mimi sikuelewi na una hema kweli. Nini mbaya? Shem, nyoka chumbani, nyoka. Nyoka? Mtu ende. Ndio nyoka, na siwezi enda peke yangu. Nyoka yuko wapi? Chumbani. Basi twende ukanionyeshe ni Mungu. Mimi siwezi tembea. What is the difference between me and the person who is not married? Hakuna. Kila siku ni mateso, kugombezwa. Hapana. Hakuna difference.
hata haya mavazi ambayo nimevaa Mungu kanibaia tulipoingia mwaka wetu wa pili kwa ndoa. Namleta tu kama surprise. Asha hizi viatu alini surprise siku ya birthday yangu. Tena leo nimeava vile vile tu. Si rahisi. Huyo nyoka uko wapi? Alikuwa hapa. Wapi? Hapo. Mbona kuna kitu huku chini? Wewe nyoka umeona wapi shemu? Hapo. Mbona hivi? Si umenitia nyoka huku? Mbona kitandani tena? Kwa mfano kaka ingie hapa tupate, itakuwaje? Hatufai kufanya mambo shemu. Samahani shemu. Bila samahani. Ila mimi nilikuita hapa si eti kulikuwa na nyoka ama nini. Nimekuita hapa. Si unakumbuka hapo awali nilikufanyia mambo ambayo haikuwa poa. Yeah. So leo nimeamua nikulipe. Yaani namaanisha nataka nikutunuku. Wanitunuku kivipi vipi yani shemu? Shemu. Si ni watu wazima. Jiongeze basi. Haiwezekani, hatuwezi fanya hicho kitu. Isitoshe hapa ni kwenye kitanda cha kakangu kabisa. Basi nitakupa hadi na hela. Siwezi nikauza utu wangu kwa sababu ya pesa. Pesa ni vitu ambavyo huja na hutoka. Shemu na usikuwe hivyo. We mwanamke, nikome. It's better tu mimi nishike njia zangu niende, nisije nikayakazuka mengine hapa. Basi nisikize. Na unisikize tena kwa makini. Ukiondoka nitakupiga nduru, niseme ulikuwa wanibaka. It's either ukuje uichape ama nikupigie nduru hapa. Chaguo ni lako. Zack, wife, kitandani, mnafanya nini hiki? Zack, nimekuleta nyumbani kwangu lakini sasa hivi unalala na mke wangu. Mke wangu. Yaani umekosa wanawake ya kutembea nao hata kwenye hiki kijiji hata huku nje. Unatembea kabisa na mke wangu. Mke wangu tena wa ndoa. Hilo siwezi kulifumbia macho kaka wangu. Leo naenda kukuua wewe kijana. Yaani nakuleta ndani ya nyumba yangu alafu Mangu, usifanye hivyo mangu. Sasa umeamua aje? Umeamua aje? Utaichapa ama? Shemeji. Yeah? Siku imekuwaje lakini? Imekuwa poa. Tunaona tumezunguka sana.
Hadi nimechoka. Mimi huwa nakwambia kubadilisha mazingira pia inasaidia. Una refresh mind somewhere. Kweli. So usikae tu kwa nyumba every now and then. Sometime utakuwa unafikiria vitu vyenye hata havikusaidii. Mbona vinakuacha hadi ndio unaamua kufanya vile vitu vyenye hata havifai. Yeah. Vitu kama vile venye unaamua kufanya sasa ambavyo si sahihi. Unajua hizi maji hiyo siku ya tumetembea kutoka asubuhi like hadi saa hii. In fact nimeshoa mwanaume. In fact hadi nimemsahau. Wallahi yani hadi natamani angekuwa juu. Nikosha nikirudi huko tena akuja anipate tena tuanzane tu kama kawaida. Hapana, mimi nitakuwa hapo kama bodyguard. Alafu unasikia shem? Mimi nitakuwa nikitoka zangu chuo. Tunatoka tunaenda zetu beach, tunajibamba, tunaenjoy, tunajiramba. Unajua tena. Kila siku? Yeah. Okay. Anyway, sinaona masaa yameenda, si tuelekee nyumbani. Yeah, twende nyumbani tu. Unajua pia tumetoka kitambo. Before akuje tena aanzani. Twende. Tuishie. Sleepless Beats. Hivi ni kweli ama naota? Si mimi nakuongelesha wewe. Shemeji, unanitia majaribuni. Hisia za mapenzi zanipanda. Ila upendo wa kweli bado uko.